watu wengi hawapati kuelewa uongo mkubwa wa akili yako kuhusu kilichotokea ndo ambao unafanya wewe unapata kuumia. Ndo inafanya wewe unachukia kila mtu na kila kitu kilichemo duniani. Kwa sababu watu wengi hawapati kuelewa kama kichwa chako ama akili yako inaweza ikakudanganya muda yoyote ule. Unasikia? Akili yako inaweza ikakudanganya muda wote ule. Na itakudanganyaje kivipi? Ni swali nzuri sana. Tuseme kuna mtoto wa mama, mtoto wa kike ambaye unampenda, unataka kwenda kumtongoza. So andapo unakwenda kumtongoza huyu mtoto wa mama, unamtongoza tu vizuri, unaongea naye kiro safi, sauti fupi, mambo makali, take it or leave it. Mambo tata, unamkuta mtoto wa mama unamwambia yani mahabasha, hahishi, tarshishi. Unampiga maneno matamu. Lakini unakuja kugundua mtoto wa mama hakutaki. Mtoto wa mama hakupendi. Mtoto wa mama hakuhitaji. So yani najikuta sasa ukishamaliza kuongea na huyu mtoto wa mama, huyu mtoto wa kike, huyu demu, tuseme huyu demu, unamaliza kuongea na udemu, unaishia unamwambia uke kuo, hakuna shida. Hakuna shida. Take your time. Mama, hakuna shida, tutonana, tutazidi. Unaambia tu hakuna shida, tutazidi, afu unaondoka. But ulivyo kuondoka, hapo tu umemaliza tu kuongea naye, wewe unaanza kuondoka hivi, unasikia akilini mwako mafikirio yanakuya. Mafikirio yanaanza kuambia eti wewe amekukataa kwa sababu wewe sio mtu mzuri. Amekukataa sababu hiyo nguo ulivala ni mbaya. Amekukataa sababu hakuosha kiato. Amekukataa kwa sababu ya kuosha meno. Amekukataa kwa sababu ya hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. But ukweli ni vipi? Ukweli ni huyo demu sio wa kwako. Angekuwa wa kwako, angekupenda gisi ulivyo. Either uko mfupi, uko mrefu, uko wa katikati, uko una manguo michafu, kiato ndo hivyo, kinywa njo hiyo. Huyo demu atakupenda kama na kufeel. Kwa sababu kitu matata tuelewe ni kitu kimoja kama hiki. Kunuka vibaya ama kuhave bad fresh air inakuaga. Ni kitu ambacho kimeshaumbwa. Ni kitu ambacho ni lazima tutakipitia. Ni kitu ambacho